Akasema mimi ni mwesi. Ndio. Mbona wewe haujaja kule? Mimi bwana ninachunga waamuzi wa bwana. Akasema bwana nifanyie dua bwana. Sababu alikuwa na nani? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nifanyie dua bwana. Mimi nikufanyie dua? Mimi mtu gani bwana? Mimi mfanyie kidhalili hivi. Nimesema unifanyie dua. Kwa lipi bwana? Nyinyi mnamuona huyu ni mtu mkubwa kwa Mwenyezi Mungu, ana cheo. Kwa Mungu ana nini? Ana cheo. Nyinyi mnamdharau, mnaona nini? Ana cheo gani huyu bwana? Unajua tukivaa nguo zetu vizuri, kama sasa hivi ukavaa kanzu yako mafuta, unapiga suti, una gari kali, unafanya hivi, unajikuta wewe miwini. Sio? Watu wengine wanasema hivyo, sio? Wengine si chochote si lolote. Wale watu wadhalili, sirullahi fi khalqi. Sayyidina Umar radhiallahu anhu akamwambia niombe dua, ni bwana akamwambia dua. Kisha akamchukua kaenda naye Mina. Kule. Baada ya kufika nyinyi mnamjua huyu. Huyu bwana kwa Mwenyezi Mungu anajulikana. Lau aqsama Allah la abara. Huyu bwana huyu kama labda leo kuna jua, hakuna jua sio akasema wallahi jua sasa litatoka kweli. Kwa ile daraja nani? Ya Mwenyezi Mungu, sio? Hakuna twao. Akisema kitu kinakuwa. Kwa sababu gani? Huyu bwana siri kubwa, anawafanyia wema wazazi wake, alikuwa anawafanyia wema. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kampa daraja kubwa. Hata kama akitaka kitu chochote Mungu anampa kwa kuwatendea wema wazazi wake. Wanasema usikuchelesheni. Sababu sasa kashaanza wamalizaji. Si anapita kwenye nafsi Ukimtaka kumjua mtoto mwema ni yule ambaye anashikamana na kuombea dua wazazi wake. Ukimtaka kumjua mtoto mwema ni yule ambaye anaishikamana kwa kuombea dua wazazi wake. Na ukimtaka kumjua si toto jema hilo, ni yule ambaye anawadharau, hana mpango yake, amka asubuhi, kula, kawasha gari, kaondoka, hana story nani. Huyo si mtoto mwema. Ule kwetu nilipata kisa kwa mzee wangu. Kuna mwana mmoja alikuwa na duka, akamwacha baba yake kwa anauza. Ile duka likajaa kweli. Zikaja kunde zinauzwa. Baada ya kuuzwa kunde, yule bwana akaja akanunua kunde akaweka dukani. Yule mtoto wake alipokuja akakasirika, kwa nini umenunua kunde bila kuniambia? Akamwambia duka hili ni langu. Wewe kama nani? Mimi ndio mwenye duka, wewe unafanyaje? Akamwambia hii mali ipo muda kwa mimi ipo. Nikiondoka na mali yenyewe. Hapo yule mzee alipokufa amefilisika. Unafanya nini? Amefilisika. Huyu bwana alikuwa anamfanya wema Uwais na wazazi wake mpaka Mungu akampa daraja ya juu. Na alikuwa anafanya hilo siri. Watu wasifanye nini? Wasijue kwamba anawatendea wema wazazi. Shekhi, nakwambia kama kuna mzazi wako, kamuoshe miguu hata maji yake kunywa. Sio uchafu. Aljannatu tahta aqdami. Kuwa na magari yako, kuwa na nini, kuwa handsome kwa mzazi chochote. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia rahima anfu rajulin. Amesagika pua yake, imesagika pua yake. Ndio maana show ya mtu ni pua. Sasa kuna tafsiri hivyo, ndio maana amepata hasara. Kwa sababu ukikosa pua na maana wewe huna show ya utatisha, si ndio? Kwa hivyo amepata hasara mtu, kapata hasara mtu. Nani mtu gani?
man adraka abawaihi wa lam yadkhulil janna, ni yule ambaye kawadiriki wazazi wake wawili wako hai, kisha eti Mwenyezi Mungu akumuingiza peponi, akuingia peponi. Wewe umepata hasara. Una pepo, una mzazi, wewe una mzazi. Leo watu wa mjini huku, nyinyi mna watu wa mjini, leo mmenunua manyama, mmenunua majuisi, mani, wazazi wenu kijijini wanapata shida, anaenda kuomba. Wewe ni mtu gani? Si chochote, si lolote. Kabla ya kula wewe kwanza ale. Ndio sababu ujudika, ndio sababu kuwepo wapi duniani hapa. Yule bwana baada ya Sayyidina Umar akasema, jamani, huyu ni mtu mkubwa kwa Mwenyezi Mungu, huyu kapata thawabu, kapata daraja kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kuwa ana wafanyia wema wazazi wake. Sayyidina Umar akamwambia, sema nikupe nini? Sema nikupe mali katika mali ya Waislamu, katika Baitul Mali, itakusaidia. Mimi nataka niende Iraki. Kuna mfalme kule, kuna nini, khalifa nimemwacha kule, nimwandikie barua kusaidia. Sema yule bwana akasema, alivyomwambia anasema Omar akaandika, bwana huyu ni mtu kadha kadha kadha. Yule bwana alivyoona siri nifichuka ya kuwatendea wema wazazi wake, alimuomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, nilikuwa ninafanya siri kati yangu na wewe ya kuwafanyia wema wazazi wangu. Leo ile siri yangu na wewe imefichuka. Kama imefichuka, Mwenyezi Mungu ninakuomba uniue sasa hivi. Haikupita saa moja kafa. Haikupita hata saa moja kafa nini? Amekufa. Wewe leo sasa hivi baba yako anamwambia ndio afanye hivi, una akili mzuri? Yeye baada ya kujulikanwa, Sayyidina Umar kaitangaza nini? Siri. Lakini wakaona kama chizi. Walikuwa nani? Chizi. Lakini alivyojulikana tu, bwana huyu bwana ni mtu mkubwa, na kuomba ni siri yangu mimi na wewe, ilikuwa yakikaa ataombea dua wazazi wake. Wamekufa, tena hasa wamekufa wazazi, ndio zaidi. Unaweza kutoka ukenda kaburini kwake, ukoongea naye, baba nimekuja, maisha tunaendelea vizuri, ndugu zangu naenda nao vizuri, kadha kadha, mama nimekuja, ilikuwa hivi kadha kadha. Kuna shekhe mmoja anaitwa Sheikh Ahmad Said Masri. Sasa mimi nimepata elimu hii kwa dua la mzazi wangu, mama yangu, nilikuwa na mama yangu. Huyo mama alikuwa akiomba kitu kitakuwa, na mimi ndo alinifika nikanifikisha hapo. Sasa mtu kama huyu leo, na kuna kipindi mzee wetu Muhyiddin, Allahu aghfirlahu wa rahmatullahi, bibi yetu alikuwa akimwona mwanae kaka kimya, na mudiri roho hana hela, nitieni kwa baraka Mwenyezi Mungu na Sayyid Qadhi na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akijalia upate pesa, atapata hela siku hiyo. Kwa macho yangu nimeona siku ya kufa mzee alilia, amekosa nini? Dua la nani? Leo tuna wazazi, tumezaliwa, kisha wewe eti unajifanya umemaliza maisha. Si kweli, sio kweli. Kisa hiki bwana, nenda kwa Sahih Bukhari na Sahih Muslim, utakuta cha Uwais mtume kama hadithi ya bwana, kwa kuwafanyia wema wazazi wake wawili wako hai na baada ya kufa akawa anaombea. Siri ilivyofichuka kwamba yeye anawafanyia wema wazazi wake wawili, aliomba Mwenyezi Mungu afanye na akamchukua kweli. Mwenyezi Mungu atujalie na sisi tuwe katika wenye kuwafanyia dua.